azikwa hapa kwetu. Kwa majina yangu mimi naitwa Aaron Moses Swai. Kwa hiyo tunasikitika na kushangaa kufiwa ndokeo na mzee wetu, na alipofariki leo ndio ilikuwa siku yake ya kumzika kwenye makaburi yake. Sasa tunasikitika na kushangaa tumezuiliwa kwenda kumzika mzee wetu kwa heshima zake za mwisho. Halafu sisi tunashindwa kuelewa inakuwaje viongozi wao wakifariki wao wanazikwa kwenye maeneo yao, lakini sisi kama wananchi wapiga kura tunanyimwa kuzikwa kwenye maeneo yetu ya makaburi yetu ya asili. Tunasikitika na kushangaa. Hivi ina maana tukishawapa wao ridhaa ya kutuongoza, ina maana ndio sisi tunyanyasike? Kwa hiyo sisi tunaomba makaburi yetu ya asili yaheshimiwe, kwa sababu tunaambiwa hii ni mamlaka ya mji mdogo. Tunashindwa kuelewa maana ya mamlaka ya mji mdogo ni nini, kwa sababu sisi hatuoni faida ya mamlaka ya mji mdogo. Barabara zenyewe hazifai, hazipitiki, zimeharibika, maji ya kunywa yenyewe yana typhoid, yana magonjwa ya kila namna hapo. Ugomvi umeanza leo baada ya kutaka kwenda kumhifadhi mzee wetu. Baada ya kutaka kwenda kumakaburini ndio tukaambiwa ni marufuku kumzika kwenye eneo lake hapo. Sasa tukashindwa kuelewa tatizo liko wapi. Tulisikia tu kwamba taarifa imetoka kwa mkuu wa wilaya kwamba ni marufuku kuzika hapo. Ndugu hao hawana shida, wako tayari kwenda kumhifadhi baba yao hapo kwenye makaburi ya baba ya shambani kwake hapo. Mpaka sasa hivi tumezuiliwa tu na tumeshindwa kuelewa nani aliyotuzuia, kwa sababu wanapiga tu simu kwamba ni marufuku kuzika. Sasa tunashindwa kuelewa. Tunapotuma wajumbe kule wanarudi hapa wanakuja wanasema kwamba bana mpaka sasa hivi tunasubiri vibali. Mara mkuu wa wilaya anasema anakuja akatoe maamuzi hapa tulipo, hatumuoni. Tunaendelea kuteseka tu hapa. Mwenyekiti ndiye anatuambia kwamba mkuu wa wilaya anakuja. Na mpaka sasa hivi tunaendelea kuteseka hapa. Wamama wanateseka huko, hawaendi kupikia watoto wao. Tunashindwa kuelewa mateso yote haya ni ya nini? Ina maana kurate zetu ndizo zinatutesa au ni kwa nini? Kwa hiyo tunashindwa kuelewa. Kwa hiyo tunaomba rais wetu atusaidie hili, kwa sababu huu ni unyanyasaji ambao hauna maana. Mzee ana zaidi ya eka 10. Kwa nini asisikwe kwenye eneo lake? Na inakuwaje wao viongozi wana uhuru wa kuzikana manyumbani mwao wanakopachagua? Kwa hiyo tunashindwa kuelewa ukweli, kwa sababu viongozi wao wana mamlaka ya kusema mimi nikifa nizikwe kwenye maeneo yetu, lakini sisi kama wananchi wapiga kura haturuhusiwi kuzikana kwenye makaburi yetu ya asili. Tatizo kubwa ni nini? Ndio tunaomba mama yetu Samia atusaidie kutatua mgogoro huu. Mzee alipata tatizo la ajali. Wananchi tunaomba sana, tuna uhakika baba yetu tulipendana naye sana kwa muda mrefu. George Molel, ombi la wananchi wote kutokea hapa Arumeru, tunaomba baba yetu azikwe eneo lake la Mpunga. Eneo lake azikwe kwa sababu anaye watoto na mwanamke mjane. Hasa mwanamke mjane ataendaje kwa wakwe na alishafunga naye ndoa? Kumbukeni nyie mliokuwepo hapa, maana naye yeye alishafunga ndoa na mke wake, na alipofunga ndoa na mke wake ana haki na mke wake kuwa naye karibu. Tunaomba tukiwa wananchi wa Magadini, tunaomba George Molel azikiwe eneo lake. Sio mimi, naomba na wananchi wenzangu azikiwe eneo lake, kwa sababu alishafunga ndoa na mke wake. Asiende kwa mama yake mzazi. Tunaomba azikiwe kwenye eneo lake ambalo la Mpunga Magadini. Hussein Hamisi. Mimi ni mwenyekiti wa kitongoji cha Magadini. Usariva. Nafikiri tuko kwenye mamlaka ya mji mdogo, na sheria za mamlaka ya mji mdogo ya Usariva haziruhusu kuzika watu majumbani. Wana sehemu maalumu ya maziko, na hiyo ndio ilikuwa sababu kubwa ya kwanza. Kwenye ishu ya makaburi mawili ni kwa baada ya kwamba familia kupewa taarifa na mamlaka kwamba haparuhusiwi kuzika, haijalishi ni shamba au ni eneo la kiwanja tu. Ndipo wakaamua plan B ni kwamba wachimbe kule nyumbani kwa baba wa marehemu. Siwezi, kila mtu ana mtazamo wake kuhusiana kusubiri kuhakikisha mwili wanashuhudia mwili unapositiriwa. Kwa hiyo swala la kusubiri ni pamoja na kusubiri wale wanafamilia ambao wakuepo wafike. Kwenye upande wa familia siwezi kuisemea kwa sababu mimi sio msemaji wa familia. Hapana, mimi na wewe tulikuwa ni shuhuda kwamba mwili umeondoka katika hali ambayo sio ya maridhiano.
Ya, kwa majina yangu naitwa Jestaeli Wilibert Ndos, ni mkazi wa Lake Tatu. Kinachoendelea hapa ni mazishi ya mzee wetu, baba yetu, tunamzika hapa, tunamstiri mwili wake. Shida ni kwamba umetokea mgogoro hapa kuhusu kibali cha kuzika. Mji huu wanasema kwamba ulikuwa uruhusiwi kuzika, lakini kwa sababu umeshapandishwa kuwa mamlaka ya mji mdogo. Lakini sisi tunakachokidai ni hivi, maeneo tunayo, tunatakiwa turuhusiwe kuzika, kwa sababu huu mgogoro sio kaja kuendelea. Kwa sababu moja, leo na kesho itakuja kutokea mtu mwingine atafariki, mgogoro utatokea hivi hivi kwamba kibali mpaka ukatafute kibali ndio uje umzike, uweze kumstiri marehemu wako. Lakini iko hivi, tunakachokiomba ni kitu kimoja, kwamba tuweze kuruhusiwa kwenye mji wetu tuweze kuzika basi. Ukicheki time hapo ina kama ni saa 3 inaenda saa 3 usiku. Waligoma kuondoka kwa sababu walitaka muafaka wa hili jambo, kwa sababu watu wamebaki pale kusubiri kibali. Tumeambiwa kibali kimetolewa, mara tunarudiwa kwamba kibali hakijatolewa, mara tunarudiwa tunaambiwa kibali kiko njiani kinakuja. Mpaka dakika 90 zimefika, hatujaona muafaka wowote. Ndio mpaka tumeamua kufanyaje? Kuja kustiri mwili.